wanaanza kulaumu kwamba wamepoteza labda nyumba, magari, ndoa, biashara na vitu vya namna hiyo. Si ndivyo hivyo jamani? Bwana apewe sifa. Lakini kama kuna kitu cha maana kuliko kila kitu, ni hatima ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Naongea na watu. Bwana asifiwe. Nisikilize vizuri. Ukipoteza nyumba yako ikiharibika, unaijenga, si ndio? Si ndio? Ukipoteza pesa zinafanya nini? Zitapatikana, zinatafutwa. Bwana apewe sifa. Gari yako ikiharibika utafanya nini? Utatengeneza. Ikiwa umepoteza gari, utanunua gari nyingine. Lakini hatima yako ikipotea, hatima yako ikiuzwa, hatima yako ikiharibika, ina maana ya kwamba sio rahisi kuinunua hatima nyingine. Kuna mtu anaongea naye? Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana nimekusomea andiko hili, nikakuonyesha huyu jamaa alivyokuwa ni waajabu. Kijana huyu ni waovyo kabisa. Yaani kapewa chakula, kapewa maji ya kunywa, kanywa hivyo vinywaji. Baada ya kunywa akaona hata thamani ya yeye kuwa mzaliwa wa kwanza na haki yake haina nini tena, haina maana, akaachana nayo huko. Wangapi naongea na mtu? Bwana apewe sifa. Kuna mtu naongea naye hapa? Yaani ile thamani ya yeye kuwa mzaliwa wa kwanza amefanyaje? Kapoteza. Anaona yeye kwa kuwa kapata chakula cha siku moja, kapata ugali wa siku moja, kala makande kashiba, kamaliza hapo, anasema vyote havina nini? Havina thamani. As long as nimefanya nini? Nimeshiba. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Bwana asifiwe. Sasa ukitaka kunielewa zaidi, nifuatilie kwa utulivu sana. Iko hivi. Kwa habari ya hatima. Hatima ni kusudi la Mungu juu ya maisha ya mtu. Ni kusudi la Mungu juu ya maisha ya mtu. Mungu ndiye anaweka hatima. Hatima ni picha, Bwana asifiwe, ambayo Mungu alikuwa nayo mbinguni kwa ajili yako hata kabla hujaja hapa duniani. Hatima ni ule mpango wa kimungu juu ya maisha ya mtu. Kile Mungu amekupangia chote kwa pamoja kinaitwa nini? Mwambie mwenzako hatima. Mwambie mwenzio hatima. Bwana asifiwe. Sasa mimi huwa nasikitika sana. Nasikitishwa na nini? Masikitiko yangu makubwa, watu wengi huwa sio kwamba wanapoteza hatima zao kwa sababu shetani ameingia ameharibu maisha yao. Watu wengi hupoteza hatima zao sio kwa sababu hawana uwezo wa kielimu. Watu wengi hupoteza hatima zao sio kwa sababu hawajapata fursa. Bwana asifiwe. Lakini watu wengi hupoteza hatima zao kwa sababu hawajui thamani ya hatima zao. Naongea na watu. Yaani kuna watu wanapoteza hatima sio kwa sababu hawajapata fursa nyingi, wamepata. Sio hawana hela, sio hawajasoma. Watu wengi hupoteza fursa kwa sababu ya kuto kutambua thamani ya hatima walizo. Bwana asifiwe. Muulize jirani yako, unaijua thamani ya hatima yako? Muulize tena, unaijua thamani ya hatima yako? Bwana asifiwe. Sasa iko hivi, mtu asipojua thamani ya kitu ambacho Mungu amempa, au mtu asipojua thamani ya kile ambacho yeye anakiuza. Let's say uko dukani, si ndio? Pale dukani unauza mikate, unauza sijui nyanya, unauza vitunguu. Akaja mtu akakwambia, naomba mkate huu, nataka ni ununue. Lazima umwambie kiasi gani, gharama yake ni bei gani. Bwana apewe sifa. Unamwambia mkate huu mdogo ni shilingi 1300 au 1000. Kama hujui thamani ya mikate ulionayo, unaweza kulipa shilingi 1300 na mtu akachukua mkate mwenyewe wa shilingi 3000 akaondoka, ikawa badala ya kuuza ukawa umezulumiwa. Ina maana haujajua thamani ya kile unachofanyaje, unachokiuza. Naongea na watu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie jirani yako, tambua thamani ya maisha yako. Mwambie tena, tambua thamani ya maisha yako. Na ndio maana Esau alikuwa na ulisi. Ulisi wa Esau ulikuwa ni mkubwa. Unajua kwa zamani mzaliwa wa kwanza alikuwa anapata nini? Ulisi mkubwa. Yeye ndio kaka. Hata kwenye habari ya mirasi, wakati mwingine anachaguliwa kaka anakuwa na usimamizi wa nini? Wa mirasi, ndio kaka mkubwa, ndio dada mkubwa. Kwa hiyo huyu bwana Esau na ulisi wote ambao alitakiwa awe nao, uwe wa kwake, au chukue au miliki. Inawezekana anapouza haki zake za umiliki, haki zake za uzaliwa wa kwanza, ameuza na majengo yote ya baba yake, ameuza na mali zote za baba yake, ameuza na mbali yao yote ya baba yake. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu hakujua thamani
ya ile haki zake za kuwa mzaliwa wa kwanza. Ina maana leo hapa duniani tulipo, watu wengi huwa wanaweza kuuza thamani zao kwa chakula. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Leo wako watu hawawezi kuona thamani ya vile vikubwa ambavyo Mungu amewapa. Hawawezi kuona hatima zao za kesho zilivyo. Unakuta mtu anaiangalia leo, anaona leo imeisha. Kwa kuwa imeisha, basi na yeye ameisha. Kumbe leo ipo, lakini yeye amebebeshwa na Mungu thamani kubwa, amewekewa hatima kubwa, amewekewa vipawa vikubwa, na hajui anachokifanya. Anaamua kuuza thamani ya maisha yake kupitia chakula. Naongea na watu. Bwana asifiwe.